Watu wangu wa Burundi, watu wangu wa Buja, watu wangu kutoka Burundi. Leo ningependa niwaombe samahani na mnisamehe kwa sababu nilitangaza kuja Burundi ndani ya wiki mbili na sijafika. Lakini ningependa nikuelezee kwanza nia ya mimi kutaka kuja Burundi, lakini na pili ni nini ambacho nimekipata baada ya kutokufika Burundi. Cha kwanza, lengo langu la kuja Burundi, mimi ni mmoja kati ya watu ambao watu wa Burundi wananipenda sana. Watu wa Burundi wananisapoti sana. Watu wa Burundi ni watu ambao video zangu, nikipost picha, nimekuwa nikiona vitu vingi vinatokea Burundi na watu wengi kutoka Burundi wananipenda. Lakini pia hata kwenye zile grupu zangu za Nguvu ya Pesa na Njelo Tatu, watu wengi waliojiunga ni watu kutoka Burundi na wengi wamefanikiwa kutoka kwangu kutoka Burundi. So kitu ambacho nilitaka nikifanye kuja Burundi, cha kwanza nilikuwa natamani, kwa sababu huku nje watu wengi wanajua kwamba Burundi ni nchi maskini, wanaamini Burundi ni nchi maskini. Yaani maoni yao na maamuzi yao wanachukulia kama Burundi ni nchi fulani maskini, kiasi kwamba wanaidharau Burundi, hawaiheshimu Burundi, wanaichukulia poa Burundi. Lakini mimi nikiwa mmoja kati ya Watanzania ambao tunaishi nchini Kenya, nikiwa mmoja kati ya Watanzania wenye nguvu, nikiwa mmoja kati ya Watanzania ambao unatizamwa na watu wengi na kufuatiliwa na watu wengi, nikaamua nifunge safari ya kufika Burundi kwa ajili ya kuwaonyesha watu kwamba Burundi maisha yanaendelea ya kawaida kama Kenya, kama Uganda, kama Tanzania, kama Nigeria, kama nchi yoyote ile. Watu wengi wanadhani Burundi ni nchi maskini kiasi kwamba wa Burundi wanatoka labda kwenda kuomba chakula Tanzania. Sijai kuona Mburundi yoyote anatoka Burundi kwenda kuomba chakula Tanzania. Sijai kuona Mburundi anatoka anaenda kuomba chakula Kongo. Sijai kuona Mburundi anatoka anaenda kuomba chakula Kenya. So nikaamua kutaka kufunga safari ya kuja Burundi kwa ajili ya kuwaonyesha watu wa kutoka nje ya nchi, kwa sababu mimi nafuatiliwa na mataifa tofauti tofauti. Yaani natoka East Africa, natoka West Africa, mpaka watu wengine wako Marekani wananifuatilia. Sasa mtagi ndugu yako yoyote ambaye unajua ametoka Burundi lakini anaishi Marekani, anaishi Canada, anaishi nje ya Burundi, hata kama anaishi Kenya, anaishi Tanzania. Mwambie nchi yako ikiendelea kudharauliwa nje, it means hata wewe uliko unadharauliwa. Watu wengi wametoka Burundi, wameenda kujitafuta nje ya Burundi, wanaogopa kujitangaza kwamba wao ni wa Burundi kwa sababu wataonekana wao ni maskini, kitu cha kipumbavu sana. So mpango wangu wa kuja Burundi, cha kwanza ni kuwaonyesha watu wa nje ya Burundi wajue kwamba Burundi sio nchi maskini. Lakini cha pili, kuweza kuwasaidia au kusaidia music industry, yani muziki wa Burundi kutoka kusikilizwa na kutizamwa nchi nyingine tofauti, yani East Africa, Sat B na wasanii wengine wadogo wakubwa ambao mimi na wao tunaweza tukakaa chini na tukaangalia ni namna gani ya kufanya. Lakini cha tatu ni kuhakikisha nawekeza Burundi. Yani Burundi nakuja kuwekeza, sijui nitawekeza kwenye madini, kwenye goldi, sijui nitawekeza kwenye I don't know, but mawazo yangu nawaza kuja kuwekeza Burundi. Na wewe kama mtu wa Burundi, cha kwanza, kama hujanifollow kwenye hii account, hakikisha umenifollow, kwa sababu hii account unaweza kesho usione ukaja ukaona account za matapeli. Kwa hiyo hakikisha umefollow kwenye hii account. Follow mapema sasa hivi kabla sijaendelea kuelezea. Umenifollow? Umelike hii video? Umeshare? Hakikisha umelike, umecomment, umeshare hii video. Ni muhimu sana kwa mabadiliko ya Burundi. Yani kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao umetoka Burundi, unaishi Burundi na unatamani kuona mabadiliko ya nchi yako ya Burundi, hakikisha umelike, umecomment, umeshare. Nataka nione comment nyingi, nataka nione likes nyingi, nataka nione shares nyingi kwenye hii video, kunipa moyo nijue kwamba watu wa Burundi wamekubaliana na mimi. Kwa hiyo wewe kama ni mtu wa Burundi, hujanifollow ni follow, hujalike hii video like, ili nijue ninasapotiwa. Yani mimi naamini kwamba watu wa Burundi wananisupport, lakini sijui, sina uhakika kama kweli wananisupport. Kwa hiyo kama wewe ni Mburundi na unanisupport na unanipenda, unanikubali, hakikisha umelike, umecomment, umeshare hii video. Lakini cha zaidi, hakikisha umenifollow kwenye hii account, kwa sababu
Kesho na kesho kutwa unaweza usikutane na hii akaunti, ukaja ukakutana na matapeli, ukaja ukatapeliwa, afu ukazani Chief ndo amekutapeli. Kwa hiyo hakikisha umenifollow kwenye hii akaunti. Hii ndo akaunti pekee ambayo unatakiwa kuifuatilia. Hakikisha umenifollow hapo, umebonyeza batani yako, umenifollow. Kwa hiyo lengo langu la kwanza ni kuhakikisha watu wa nje wanaijua Burundi kama Burundi sio nchi maskini. Lakini zumuni langu la pili ni kuhakikisha nakuja kuwekeza Burundi. Lakini lengo langu la tatu ni kuwashika mikono watu ambao wanaumwa, wako mahospitalini, wamelazwa, hawana pesa za kujitibia, lakini wengine ambao wana matatizo kadha wa kadha. Yaani ninapokuja Burundi nataka nikifika niweze kusaidia watu wenye matatizo. Lakini mmoja kati ya mtu ambaye nimemuona kwenye mitandao, kuna binti mmoja anaitwa Gabriela si nani. Kuna binti mmoja wa Burundi hana mikono miwili, mikono yake mifupi. Huyu hapa ambaye unamuona kwenye hii video, huyu ni binti ambaye mimi kama Mtanzania, kama mtu ambaye napenda maendeleo, natamani niweze kumshika mkono huyu binti, nimpatie mkono, nimpatie sio mkono mmoja, nimpatie mikono yote miwili. Lakini ningekuomba wewe ambaye unatizama hii video, tuweze kumshika mkono baba na mama yake, waweze kuwa na biashara ambayo itakuwa inawasaidia kumlea huyu mtoto. Mimi naweza nikampeleka shule, nikampatia mikono, lakini akitoka shule anavyorudi nyumbani inatakiwa wazazi wake angalau wao wana chochote kitu. Kwa hiyo kama wewe ni Mburundi ambaye uko Kenya, uko Uganda, uko Marekani, uko popote, ningekuomba mimi nitamsaidia mkono mtoto, nitamsaidia sio mkono, mikono yote miwili. Lakini ningependa mimi na wewe tushirikiane kuhakikisha wazazi wa yule mtoto, kama mama wa mtoto yuko peke yake, tutampa yeye biashara. Lakini kama ni baba na mama na mtoto, tutawapa baba na mama biashara. Mimi peke yangu sintaweza kushika kila mtu, lakini mimi nikishirikiana na wewe, tukasema tunawasaidia watu, tutawasaidia. Mimi kwa moyo wangu nimejitolea, nitamnunulia mikono yote miwili yule mtoto. Lakini ningetamani mimi na wewe tushikamane wote, tuhakikishe tunawafungulia biashara baba na mama wa yule mtoto. Wangapi mtakuwa na mimi kwenye hili swala? Kama utakuwa na mimi, comment hapo kwamba Chief, mimi nitakuwa na wewe. Mimi najitolea kumnunulia mikono ambayo itakuwa ina function na atakuwa anashika kitu kama kawaida. Lakini wewe na mimi tushirikiane wote kuwatafutia biashara au kazi baba na mtoto wa yule mtoto. Mimi niko tayari. Je, wewe unaitizama uko tayari? Mimi najiandaa, nataka nipange siku maalum ambayo nitawaambia watu wangu wa Burundi wanaonipenda, wanaonikubali, waje wanipokee. Siku maalum nitatoa baada ya kufuatilia kila kitu, kwa sababu mpaka sasa hivi nimekwamishwa, niko nafuatilia hospitali kujua mikono ina gharama gani na itatumia muda gani, kwa sababu nataka siku ninayokuja Burundi ndio iwe siku ambayo mtoto anapewa mikono wote. Yani mimi nashuhudia kwa macho yangu. Sijui tunaelewana vizuri, kwa sababu mtoto nimempenda sana, kwa sababu anaonekana ana akili timamu kichwani. Yani anaonekana ni genius, very genius. Mimi najitolea na wewe ujitolee, tujitolee wote kwa pamoja kwa ajili ya mafanikio na maendeleo ya Burundi. Mimi peke yangu sintaweza kuhakikisha na waonyesha watu wa nje kwamba Burundi sio maskini kama wewe hautaamua kukataa umaskini na kusema wewe ni tajiri. Nikutakie siku njema yenye mafanikio kweli. Na wapenda Burundi na niko njiani nakuja. Naombeni mniombee, lakini hakikisha umelike, umecomment, umeshare hii video. Ni muhimu sana. Yani kama hujafollow hii account, follow sasa hivi. Asante.